Moja ni kusoma Qur'ani kwa wingi. Yataka usome Qur'ani kwa wingi sana. Na kusoma Qur'ani ni sampuli tatu. Kuna sampuli ya kusoma peke yako, ina fadhila yake, bali kuna sampuli ya kusoma na watu kutengeneza makosa yako. Hii pia ni sunna. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhani likikutana Jibrili wakisomezana Qur'ani. Fakane udarisul Qur'an, akisomezana Qur'ani. Mwaka wa Kufa alikutana Jibrili mara 2 wakasomezana Qur'ani ili kusahisha Qur'ani. Na sisi ni wajibu tuhudhurie katika hizbu, tuhudhurie katika ajizai, sababu yake tuna makosa tusiyojua. Kitu kigumu binadamu ni kujua kosa lake. Binadamu aweza kujua kosa la mtu, lakini kosa lake hajui. Na kila msomaji una kitu pengine anakosea na yeye hana habari. Sasa ukisoma na wale wajuzi watakurakibisha kidogo. Ukirakibisha itakuwa Qur'ani yako ni nzuri. Tuhudhurieni katika ajzai, tusomeni pia ili tupate ulimi wetu kutatuka. Ikiwa Qur'ani waipata, basi daraja yako kubwa sana. Albahiru bilqur'ani ma'a safarati alkiram albarara. Ule hodari kwa Qur'ani atakona leo malaika wale waheshimiwa, MPs wale wale walio VIP katika alkiram hishma albarara. Mwenye kuipata Qur'ani atakuwa na malaika. Walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'u bihi falahu bikulli harfin hasana. Na ule soma Qur'ani kahutata nayo, alif lam mim dhalika, basi falahu bikulli harfin hasana, kila harfu moja atapata thawabu moja. La aqulu alif lam mim harf, isiombe harufu kafikiri labda alif lam mim ni harufu, la bal alif harf wa lam harfu wa mim harfu, kwa sababu yataka usome Qur'ani na watu. Qur'ani nyingine ni kusoma kuipeleleza maana yake. Majalasa qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaika. Hawakai watu katika nyumba yoyote ya Mwenyezi Mungu wakaisoma Qur'ani, mmoja kasoma kisha watadarasuna bainahum, wakaelezana ile Qur'ani, wakaichangua ile Qur'ani, wakajua kuna nini. Illa hafathumul malaika, ila huringizwa na malaika. Wa ghashiyatuhumur rahma, ikawafinikwa na rahma. Wa nazalat alaihim sakina, ikawateremshia sakina. Uhudhurie katika wanazuoni wanapofasiri Qur'ani, uhudhurie watu waliposoma Qur'ani, na mwenyewe usome hasa nyumbani. Albaytu alladhi la yuqra'u fihi alquran kalbayti alkharab. Nyumba ambayo kwamba haisomi Qur'ani ni kama nyumba gofu. Ukiuliza nyumba gofu ni ipi? Ni nyumba ambayo kwamba haisomi Qur'ani. Zamani ilipokuwa na imani, miji yetu ya Kiislamu ya kiasili, ukitoka asubuhi kila nyumba utasikia sauti ya Qur'ani, kila nyumba. Sasa ukitoka asubuhi utasikia muziki. Tena ipi ile kuvunda kuta ile kutu. Huku kuna fundi avunja nyumba, kumbe ni muziki. Raha yake nini? Muziki upige mpaka mashikio yako yazibe. Pengine baada ya muziki ukitoka we usimame, au utasikia kizunguzungu waweza kuanguka. Zamani ukisikia Qur'ani, ukisikia dua. Leo shetani ametujaza, tumekuwa tusikiliza mambo yasiyo na maana. Tujaribuni majumba yetu tuyaelezeni Qur'ani. Tujaribuni majumba yetu tuielewe Qur'ani kwa njia njema. Na hakuna wakati mzuri wa kuielewa Qur'ani kama sasa. Maana kuna vitu vya kunasa, za matepu, za mavideo, za makompyuta, za mainterneti zote, ukautasikia Qur'ani na kuiona hasa na kufuatisha ile harufu moja moja uisome. Ukitojua Qur'ani kusoma, ni maana wewe hukujaliwa kabisa, huitaki Qur'ani na Qur'ani haikutaki. Alaikum bil Qur'an fa innahu shafi'un mushaffa. Shikamana na Qur'ani, itaombea tena itakubaliwa. Mtu akitaka mawakili wawili kumtetea kesi yake ashinde, ni Qur'ani na saumu. Saumu itainuka, itambia Rabbi, nimemweka njaa mtana kutu hakula kitu, nimemsumbua mchana, amepata shida sana, basi nipe mimi huyu mtu, usamehewe kwa ajili ya saumu yako. Na Qur'an tambia Rabbi, nimemkeshesha usiku huyo, nimempa ibada nyingi, nipa, utapewa. Sasa ukiweka mawakili wawili katika kesi yako utafaulu. Ama ukitajitetea mwenyewe bila mawakili, yatakawe na nguvu sana. Hata katika mahakama ukienda mwenyewe kubahatisha kujitetea, waweza kushinda, lakini mara nyingi utashindwa.
sababu mawakili wana lugha zao, sio ile lugha ambayo kwamba unautumia wewe ya kushindana wao kwa wao, na pengine mtu aweza kuangushwa bila kujua. Tukitaja mawakili, nataka kutaja kisa kimoja kilipatikana Uzunguni. Bwana mmoja aliua katika barabara kubwa, watu walimuona karibu ya 200-300 kwa ameua. Alipokwenda kushtakiwa akasema, mimi sina haja ya wakili, nitajitetea mwenyewe. Utajitetea vipi kama mtaona mnakutetea? Wakaja mawakili wakuthibitisha kwa huyo ameua, wakaletwa mashahidi karibu ya 40-50 waliona hasa. Basi ule bwana akamwambia, sikubali mashahidi mpaka ingia kirimbani wote. Wakaingia kirimbani wote. Baada ya kuingia kamba, jaji, mimi na swali nitakuuliza hawa mashahidi, wana hakika kwa mimi nimeua? Kamba, naam, tuna hakika. Muna hakika? Hamna shaka? Kamba, andika jaji, kwa wana hakika wala hawana shaka kwa nimeua. Mmesha kuandika na nyinyi hamna shaka. Sasa huyo mtulemua huyo nyuma yenu, mtizameni. Wakazunguka wote. Kamba, jaji, kazi imekwisha. Wana hakika nimeua, mbona wamezunguka mtizamana? Wamesema na hakika ameua. Mimi pa mtizameni, nyote mmezunguka, mmtizama nani? Na nyinyi mna hakika? Akashinda kwa sababu ghafla umekafilika. Na ndio wanavyofanya wale mawakili, wanakushika mahala usotarajiwa. Ndio watu wakapenda kuweka mawakili. Na Qur'ani ndio wakili wako, na saumu ndio wakili wako, tena ambao kama musaddaq atakubaliwa moja kwa moja.